maana hakuna mwingine anayestahili sifa. Hakuna mwingine anayestahili sifa ila sio wewe tu Bwana. Ni wewe tu unayestahili kuabudiwa. Ni wewe tu unastahili kuinamiwa. Maana kuona siku ya leo sio sisi. Maana sio kwa bidii yetu tunaishi. Sio kwa bidii yetu tunakula. Sio kwa bidii yetu tunalala. Bwana, ni wewe unatuwezesha. Tunasema ni asante. Hakika sio sisi, ni wewe. Hakika wewe Bwana, ni wewe unatuwezesha. Sio kwa nguvu zetu Bwana. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Tuna kila sababu ya kusema ni asante. Tuna kila sababu ya kusema ni asante Bwana. Tuna kila sababu ya kusema uinuliwe. Peke yako inuliwe. Peke yako Bwana. Peke yako Bwana uinuliwe. Peke yako Bwana upewe sifa. Peke yako unatawala katika haki. Maana duniani na mbinguni wanakusifu wewe tu. Duniani na mbinguni unatawala peke yako. Asante. Asante Bwana. Thank you Jesus. Unaweza yote. Unaweza yote. Thank you Jesus. Hallelujah. Niguze tena. Niguze tena. Ninaomba Baba. Uniguze tena. Uniguze. Hallelujah. Niguze tena. Niguze
kufananishwa na yeye. Hakuna mwingine wa kufananisha na yeye. Maana peke yake ndiye anastahili sifa. Peke yake ndiye anastahili sifa za mioyo yetu. Maana hakuna mwingine wa kulinganisha na yeye. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzilishi wa vyote. Maana hafananishwi na yeyote. Maana ametawala katika haki. Peke yake anastahili kuabudiwa. Peke yake unastahili kuabudiwa. Peke yako unastahili kuabudiwa, Mungu wetu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bila wewe Yesu siwezi. Bila wewe Yesu siwezi. Nikisema ninaweza najidanganya.
makofi juu kwa Yesu, maana anastahili kuabudiwa. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi, anastahili sifa ya moyo wetu. Yesu makofi, pole pole tu, usiwe na mbio kwa Yesu. Kwa Yesu mstaarabu. Baba, ninakupenda, asante sana Baba, Mwokozi wangu. Mimi sijaona haya kusema wewe wangu, na mimi wako. Baba, ninakupenda, asante sana Baba, Mwokozi wangu. Mimi sijaona haya kusema wewe wangu, na mimi wako. Baba, ninakupenda, asante sana Baba, Mwokozi wangu. Mimi sijaona haya
yote, hakuna kama wewe, wenye kuvuna neno takatifu, wenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikisha adui, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Imba Baba, katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Utukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa. uliyefanya nini? Uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikisha adui. Wakafanyaje? Wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Baba, katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Utukufu katika utakatifu, mwenye kuogopa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikisha adui, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Imba Baba, Bwana, katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Utukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa. uliyefanya nini? Uliyevuma kwa upepo wako, Ehe. bahari kafunikisha adui. Wakafanya nini? Wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Sisikii watu wakiimba, watu wakichezea Bwana. Amekupatia afya, chezea Yesu, cheza kidogo. Akole uinuliwe Yesu, wewe wema, uabudiwe Yesu, wewe wema, uinuliwe Yesu, Bwana, wewe wema. uinuliwe Yesu, wewe wema. Uabudiwe Yesu, wewe wema. Uabudiwe Yesu, wewe wema. uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe wema. uabudiwe Yesu, wewe wema, uinuliwe Yesu, wewe uinuliwe Uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe wema. Bwana, katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Utukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa. uliyefanya nini? Uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikisha adui. Wakafanya nini? Wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Asante Bwana. Nataka ufungue kinywa chako. Mwambie Bwana, Lord, how great you are. How great you are. There is no one else, O God of grace. We praise and worship your holy name, Jehovah. In all the earth, Lord, there is no other God. Faithful God,
You are wonderful, faithful God, you are great. Faithful God, you are marvelous. Faithful God, you are precious. Faithful God, there is no one else like you. Open up your mouth. Declare the goodness of the Lord. Declare the presence of the Lord. How great He is, how mighty He is, how powerful He is. No one to be compared with Him. Oh Lord, my Father, in all the other gods, my Father, you are above them. We give you praise. We worship you, Jesus. Lord, above all other gods, you are, oh God. Above all other gods, my Father, you are Jehovah. We give you all the worship. Zaidi Bwana ya miungu yote ni wewe, unabaki kuwa juu, tunakuhimidi mchana wa leo. Mfalme, ukataware zaidi, ukachukua ushukani zaidi. Tunaamini uko mahali hapa Bwana, maana mfalme wa falme tumetambua kupitia mabudu, kupitia sifa. We say, Lord, there is no one else, my Father. We are expecting you, my Father Jehovah, today and now, in the name of Jesus, that you take over, that you have your way. We invite you more of your presence, O Lord, that, my God, we cannot do with all our own, oh Jesus. Have your way, my God. We surrender to you, Jesus. Our heart, our mind and soul, Jehovah. We declare that take over. We declare that take over. We declare that take over. We declare that take over, Lord Almighty. We cannot do with all our own, oh Jesus. We desire to know you, to know you, to know you more, to understand more, Jehovah, in the mighty name of Jesus. Take over, my Father, in your presence, in your presence. Better than I know you. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Hey, Lord, I wanna know you, Jesus, better than I know you. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Jesus, Lord, I wanna know you, Father, better than I know you. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Hallelujah. Lord, I wanna know you better than I know you. Teach me, Lord, to know your way, to know your. Oh Lord, teach me, teach me, Lord, to know your ways, to know your. Teach me, Lord, to know your ways, to know your. Oh, teach me, Lord, teach me, Lord, to know your ways, to know your. Teach me, Lord, to know your ways, to know your truth. Lord, I wanna know you better than I know you. Teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Thank you, Jesus. We give you praise. Amen. Tukae chini. I want us to continue with the topic because hiyo ndio ambao bado iko. Bwana Yesu asifiwe. The topic about the kingdom and the destiny, both of them
or you can share either of them. You have that chance or that privilege kufundisha. Nataka tufundishe ama tuzungumzane kuhusu ufalme wa Mungu bado, and there's something here very important. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka niongee, either ukawa umesikia ama umesikia wakati wa kwanza. Thank God, because it is so important for us to know na kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Most of the times wakati ambapo tunaongelelea ufalme, unataka ufahamu na uelewe ya kwamba tulisema there is somebody mwenye ambao ako pale anatawala, si ndio? Somebody by the name king. Na in that kingdom there are things to be followed. Ukiwa pale ndani hautafanya vitu ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa pale ndani hautafanya kwa mawazo yako, hautafanya kinyume na huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Maana tulisema wakati ambapo unafanya kinyume na ule ufalme, it means you have started being rebellious. Bwana Yesu asifiwe. And you know God hate the rebellious. Hapendezwi na wale ambao wanaamkia kinyume na matakwa na mapenzi yake. And that's where tunakuja kutamka neno ambao inaitwa abomination, kitu ambacho ni chukizo, being rebellious. Bwana Yesu asifiwe. So if you are in the kingdom of God, you make sure you align yourself to his will. You align yourself to the instructions given, to the commandments given. Maana in the kingdom sometimes commands are there. Bwana Yesu asifiwe. And most of them zinaka ni kama dizo mingi, ziko kwa wingi. Praise be to God. And you see in the book of Joshua chapter number 1 and verse 9, Joshua is being told by God. In verse 6 inasema, be courageous. Do not fear. Be courageous. Now in verse 7 inasema, have I not commanded you? Praise be to God. Kwa hivyo wakati mwingine tunaamrishwa tusiwe waoga, na tunaambiwa kwa njia ya hili jambo, tukiambiwa lituingie, likuwe ndani ya moyo ya kwamba we do not have to fear, because we have a king that anaweza shughulikia mambo ambayo inatatiza. Praise be to God. Now tukiwa pale, if we are being given commands, tunafaa kuzifuata, si ndio? Tunafaa kuzitilia maanani, si ndio? Tunafaa kuhakikisha ya kwamba kile ambacho tumeambiwa ndicho tunafanya. Na even if you are not being told not to do, unapata kwamba dhamiri zako zinakusaidia kuelewa na kufahamu. Maana katika huu ufalme kuna vitu ambavyo Mungu amegawia watu wake ndani ya huo ufalme, na anakufundisha kupitia nguvu za moto Roho Mtakatifu. Unakaa ukielewa ya kwamba there are some things hata kama sijaambiwa nifanye sifai kufanya. There are some things hata kama sijaambiwa nifanye naweza fanya, because I have the help of the power of the Holy Spirit. You'll see in the kingdom kuna vitu ambavyo Yesu alisema namna gani? Nikienda sitawaacha upweke, si ndio? I will go and ask my Father to release the helper. The Holy Spirit is a helper. The counselor. The Holy Spirit is a counselor. The teacher. The Holy Spirit is a teacher. Bwana Yesu asifiwe. And so many things. Wakati ambapo tunataja the Holy Spirit, he has so many roles in the kingdom. Akona majukumu aina tofauti. That's why I'm telling you, ukiwa kwa ufalme, hata kama hujatajiwa vitu, mawazo acha tuseme, wewe umepita tu pale, na ukikuja tu hivi na gate, upata tu kitu moja ya kanisa iko pale imetapakaa, utaipita, si ndio? Utaipita ama utaleta kwa kanisa? Utaleta kwa kanisa? Meaning that mahali ambapo uko unaelewa the right thing to do. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Unajua the right thing to. So what if you don't bring it to the church and it belongs to the church?
Sasa hii ile tunasema hai ni uganga, hapana. Exactly, unajua hii ni ya kanisa. And then sasa uiache. Sasa kusema hai kuna wale wanafagianga huku, kuna wale wanasafishanga huku, mimi siwezi chukua. Now you've started being rebellious against the kingdom that you are in. Bwana Yesu asifiwe. So kile ambacho tunaongea hapa is in this one. The kingdom is a priority. Ufalme kwa njia ya kuenzisha ama ufalme ukiuwekeza kwa nafasi ya kwanza. Kingdom as a priority. Bwana Yesu asifiwe. Nao nimeweka into bracket nikasema you don't do things kulingana na vile ambavyo wewe unataka. Your own way when you are in the kingdom. No matter how experienced you are. Bwana Yesu asifiwe. Haufanyi vitu kivyako. And that's why we will state the verses, the chapters and the verses zenye ambao zinatusaidia kujua katika ufalme. It's all about that kingdom. Those principles in the kingdom, the commands, the instructions in the kingdom, we have to follow them. No matter how able we are. Hata kama tuko na nguvu namna gani. I will share the examples. Now, I will take one of the people by the name David. I love David so much. Lakini kuna vitu ambavyo apart from kumpenda, unapata kwamba kuna another wisdom yenye ambao alikuwa nayo. Na Daudi halinganishwi na wafalme wale wengine wa wakati ambapo ama wa Israeli. First of all, we know Saul was the first one. Si ndio? Akaongoza, ikafika mahali he became rebellious against the commands. Si ndio? What did God do? Mungu alifanya nini? Alisema nimechoshwa na wewe. Ufalme wako sasa unai. Even Samuel said to him, kama vile umerarua mavazi yangu, the same way now your kingdom imeraruka hivyo. Imeraruka hii. But David had wisdom because since he was a child, he knew there is God of Israelites. Wenye ambao amewapigania, amewatetea, amewapatia nguvu kwa vitu visivyowezekana, hata kama wako na uwezo. Hata kama wako na wanajeshi, kuna mahali Mungu ndiye walikuwa wanahusisha na anawasaidia vita. Katika matatizo, kuna mahali Mungu alikuwa wanamhusisha na anawatoa katika matatizo. Praise be to God. Now, I want to show you, David was able to do everything. Alikuwa ameraise wanajeshi, very strong. The Bible says in the book of, I think it is 2 Samuel, chapter number 23. The Bible says the strongest men, wale ambao David raised, wakupigana vita. Kiwango ya kwamba mmoja aliua 400 people. Ni ukweli ama ni uongo? Is it 400 or 300? Mwanajeshi mmoja akafungililia the mfupa, akararua watu. Ni kweli? Amusomi Bible. Yaani mchungaji tu ndiye anajibu. Mwanajeshi mmoja, and he was trained na David. Bwana Yesu asifiwe. Now you see, mtu mmoja anamaliza hawa watu wote, kumaanisha ako na uwezo wa kupigana na ashinde vita. Kama ni mmoja na walikuwa wanne wenye ambao walikuwa wameraise, is it 4 or 3? I think it is 4. Now kila mmoja alipigana vita kivyake na akaweza kushinda. Hakuna mtu alipoteza. Now according to how David raised these men
And they are called the mighty men. Bwana Yesu asifiwe. So ukisikia mtu mighty ni mtu ako na uwe. But hata kama anatajiwa ako na a mighty man, there is something special that David had. Tusome in the book of 1 Samuel chapter number 30. Samueli wa kwanza. Nimekuanzishia huko ndio uelewe. David had a lot of power. Kwa sababu wanajeshi alikuwa ameraise, hawakuwa watu hivi hivi. Now 1 Samuel chapter number 30 verses 8. Sasa ilikuwa ni wakati ambapo Daudi anaenda kupigana na Waameleki. Those are enemies, si ndio? And we understand kama Daudi akona the mighty men, akona uwezo wa kupigana na Waameleki. Not only the mighty men, wanajeshi ambao wametrain ama wenye wako chini yake. But in verse 8, kabla Daudi aende vita, Biblia inatuambia namna gani? Naye Daudi akamuuliza Bwana, je, nifuatie kundi hili la wavamizi? Je, nitawapata? Bwana akajibu, wafuatie, hakika utawapata na utafanikiwa utafanikiwa kuwaokoa. Nimesoma hapo, sasa nikueleze ni kwa nini ninasema hivyo ama tumesoma. David akona nguvu na akona uwezo. Angeweza fuatia wale watu, awafikie na afanye nini? Na aokoe wale ambao walikuwa aokoe. But we've read in verse 8, before David atangulie kwenda kupigana ama kuokoa wale ambao wametekwa nyara, ameconsult Mwenyezi Mungu. Umeshika? Now that's how the kingdom inafaa kuwa. The kingdom that you are, the kingdom of God. You don't do things your own way. You consult God or you inquire kutoka kwa Mungu. Unaitisha ushauri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unauliza njia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Thank you very much. Let me refer you to the book of Genesis chapter number 1. What does it say? The first sentence of that chapter. In the beginning. Nani anapia wa kwanza hapo? In the beginning, God. Ndiye anapi? So what happens to all your beginnings? Is it money? In the beginning, my money. In the beginning, my man. In the beginning, my wife. In the beginning, my children. So, who are those people wenye ambao wana take nafasi yenye ambao inafaa kuwa ni ya Mungu? In the beginning, hata kama niko na pesa, first of all, I am in the kingdom, lazima ni inquire, nitafanya nini? Nataka kuanza biashara. First of all, before nianze, nihusishe Mungu, anipe ushauri. Anaweza kuambia hata mahali unafikiria kuweka, that's not the place. You know, wewe unaweza kuwa unafikiria kuweka kwa sababu unaona watu wanapita sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akutoe hapo akupeleke mahali pengine that even you never think of. Praise be to God. In the beginning, I am able, I can start an industry. In the beginning, I am able, I have money, millions of money. But in the beginning, before nianzishe, nani anatangulia? Is it the wisdom that you have? Hatukatai Mungu amekufanya, yani umekuwa na neema hapo ulimwenguni, umesoma, you have wisdom. Tutaweza kuita lecturer, tutaweza kuita professor, but in the beginning, before you use your wisdom, you are in the kingdom. Before you use your wisdom, before you use your thinking, your thoughts, understand, you are under a king by the name God. Praise be to God.
Now, see, the verse that explains more about how why we should give God the first priority. That's the first one. Genesis chapter number 1. Matthew chapter number 6 verses 33. You write. Inasema seek ye tuzungumzane tafadhali. Seek ye first, not seek ye second. Bwana Yesu asifiwe. Why is it so it is first? Kwa nini kuwe ni kwanza? Because you don't do things your own way. Before you introduce something, either into your life, either into the society, either in the church, and that's why you see most of the pastors or the servants of God, ukimwambia kitu, idea umeleta, it is not a bad idea maybe, lakini kuna wale hujua kujibu because of the wisdom from heaven. Wanakuambia, let's pray fast. Hawarukangi hivi. Pigieni yeye makofi, ameleta hiyo ndio tutafuata. We will pray fast. Part of seeking the kingdom before sasa to implement your idea, before sasa tuifanye ikuwe in action, we pray fast. Wisdom from heaven. Naongea hivyo because ni kama tunajichallenge sisi wote, including me. Bwana Yesu asifiwe. In the beginning God, seek ye first. Hapo mwanzo Mungu, tafuta kwanza. Unaniambia niko na pesa, mshahara, nimewekeza, I have invested, I have been depositing money kwa account since January. Nilikuwa nasema January hii ingine ikianza ya 2027 taanza biashara. Yes, you have money, you can be able to start. You can be able, because money inaweza, si ndio? But before nianze, what about the first priority? What about now? Mungu utamhusisha wapi? Mungu nakusihi, nimewekeza pesa, nilikuwa nafikiria nianzishe biashara, naomba ushauri. David had power. David was able to follow the Amalekites na chukue, but before aende, hakutambua nguvu wako nazo, hakutambua wanajeshi yako na wao, hakutambua wale watu ambao wameraise wanaweza enda na washinde vita, but alitangulia kutambua Mungu kwanza. You know why? Because God always knows our tomorrow, not even our tomorrow, our future. And I said the other day, the one that we have to align ourselves with is God, because he knows our tomorrow. So Daudi angefanya mambo kivyake, anaanza rebellion, because anaelewa he is in the kingdom, mahali ambapo anafaa kuitisha ushauri wa yule Mungu ambao amempatia ushuhuda. Since the times nilikuwa kule kwa caves, since the time nilikuwa ninataka kuuawa, najifanya mwenda wazimu, na guaragwara ukuta, na guaragwara gate, lakini huyo Mungu ananiokoa. Waadui wanaachana na mimi. Huyo Mungu sitafanya mambo kivyangu, hata kama niko na uwezo, nitamuuliza ushauri. Bwana Yesu asifiwe. Proverbs chapter number 3 verse 5 to 6. Kitu ambacho tumeishi kuhubiriwa na kufundishwa. Proverbs chapter number 3 5 to 6. Leo niliamua nitasoma na Kiswahili ndio tuelewe. Inasema hivi. Fungua mahali ambapo sipo. Thank you. Inasema hivi yangu. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mtumainie Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. And then anasema aje? Usitumie
Usitegemee akili zako wewe mwenyewe, bali ufanye nini? Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito. Mkiri nani? Katika mambo yako yote. Apart from that thoughts, apart from that wisdom of education you have, apart from that wealth that you have, before you do anything, think of God first. Use the mind of God first. Na ndio maana unasikia Yesu anatuambia is it Paul anatuambia, we read on Tuesday, kasema ya kwamba think of the things above. Si ndio? Think of the things above. Fikiria kuhusu mambo ya wapi? Yaliyo ya juu. Kama kuna mambo mema ya kufikiria, usifikirie mengine, fikiria yaliyo ya juu. The things above. Sasa hapa tumeambiwa tusitumie akili zetu sisi wenyewe. Nimesoma, I am a graduate, I can be able to do. Now, where is God in your that mind that you are speaking or you are talking about? I want us to have an idea ya kwamba sisi wote tuko ndani ya ufa. Hata kama uko na akili ya masomo, hatukatai na hatusemi ni vibaya. Hata kama uko na uwezo wa pesa, hatukatai na hatusemi ni vibaya. Hata kama uko na ujuzi, the experience, hatukatai na hatusemi ni vibaya. Lakini kwa hayo mambo yote umejaliwa nayo, in the beginning, before you do anything, inquire from the Lord. Praise be to God. Do not rely on your own understanding. There are the Bibles that say so. Do not rely on your own understanding. Wewe kile ambacho unaelewa, usiende na kiherehere ya kwamba uko na kujua, ana kuelewa. Bana. Na ingine nataka tusome hapa. Unajua ni kwa nini Mungu anataka kuja kwa nafasi ya kwanza? Nikisikia nikisema he knows all about the future, ni kwa sababu ya kitu moja. Alijua kuna mambo mingi itakuja kuweka watu katika nafasi ya kuondoa Mungu kuwa nafasi ya kwanza na kumfanya pesa kuwa nafasi ya kwanza, kufanya mume ama mke nafasi ya kwanza, ama watoto ama biashara na nini na nini. Lakini in the book of Exodus 20 verse 3, alijua pia bado kuna watu ambao watategemea miungu ingine. Na akasema, in order for me to be specific to you, I am the only God that brought you from Egypt, the city of slavery, or the country of slavery, and I brought you this far. Ni mimi ndio nawafanyia miujiza mnashuhudia. Sasa in verse 3 of Exodus chapter number 20, tusome tu. Aya. Exodus chapter number 20 verse 3. Wengi tunaijua lakini hatutaipuuza. Wacha tuisome kwa pamoja. Usiwe na miungu mingine ila mi. Uko kwa ufalme wangu. I am your God. I am your king. Don't you dare to have another king. You are in my kingdom. Don't you dare to worship another God. I am the priority. Bwana Yesu asifiwe. That's what it means. Mimi ndiye nafaa kuwa kwa nafasi ya kwanza kwa maabudu yenu. Bwana Yesu asifiwe. That's why tukiambiwa ya kwamba God is spirit. Those who will worship him with truth and. So ukidisobey,
utaweza fikia kiwango cha kuona Mungu unapomwabudu amekawia kukufanyia vitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwabudu Mungu amekawia kukutendea kile ambacho unataka. Lakini unatafuta another option ya kumuonyesha there is another God mwenye ambao naweza patia priority, hanipatie vitu haraka. Now sasa you have started being rebellious. In Exodus 20 verse 3 ametuonya. Anatuambia do not have any other God. Do not worship any other God. I am the priority. I am your only God. I am the only God that is unique in your life. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenye ambao habadiliki, lakini utukufu unang'aa siku zote, haupungui. Bwana Yesu asifiwe. You see the verses zile ambazo zinatusaidia kujua so long as tuko chini ya huyu Mungu na ufalme wake, we have to continue making him the priority. We will not do things our own. Maana as human beings there comes a time we start worshiping money. Ukweli ama uongo? There comes a time we start worshiping our businesses. But the question is here. Do not worship any other God but me. And I keep on saying, kuabudu miungu ingine si lazima ikuwe ni mchongo imesimamishwa mahali ati ukiingia lazima uiname. You can also worship money. You can worship your man. You can worship your woman. You can worship even your child. Anything to do with the worship, unaweza abudu vitu vingine apart from Mwenyezi Mungu. Lakini elewa, katika ufalme wake ametuambia, do not worship any other God apart from me. Bwana Yesu asifiwe. You give me the priority over everything. In the beginning, God. Seek ye first. Matthew 6:23. Worship no other God. Do not rely on your own understanding. Priorities. And God, imagine, God doesn't care how experienced you are. He doesn't care how wealthy you are. Na hizo zote si baya, na Mungu hasemi ati ni mbaya. Lakini hata ukiwa nazo, muenzi yeye zaidi hizo vitu. 1 Corinthians. Nataka kuambiwa ingine. 1 Corinthians. Unajua napenda kufundisha na ninarudia ndio sasa watu waelewe. Rudia kama vile kwa mtoto. Nisisahau neno lako. 1 Corinthians. Is it Corinthians? Yes. Korintho wa kwanza 10. Korintho wa kwanza 10 kuanzia mstari wa 31. 1 Corinthians chapter number 10 from verse 31 inasema, basi lolote mfanyaro, kama ni kula au kunywa, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Praise be to God. Hata sitaendelea sana, maana ukiendelea kusoma kuna mambo yanaongelelea kuhusu vikwazo. Msiwe kikwazo kwa mtu yeyote, wawe Wayahudi au Wayunani au kanisa la Mungu. So tunaambiwa everything that we do it for the glory of. Now there are people, they do it for the glory of money. Praise be to God. There are people, they do it for the glory of men. Like us, wale ambao tunaimba, we have a big problem. Na Mungu tu atusaidie. And sijui kama ni hapa nilishare na nikasema, you know most of the time,
Kuna mtu Kenya anaweza tokea na an idea, watu wote waibebe kabisa, wale wameokoka na wale hawajaokoka, na ikue kwa akili za. Now there came a time waibaji walipo kulika kaa ni kama watu Kenya walianza kuinuka. Sasa waliachana na jina kuwa muibaji, wakakuja kuwa wasanii. Bwana Yesu asifiwe. Wakaondokea jina huduma, wakakuja kwa jina industry. Bwana Yesu asifiwe. Namaanisha namna gani? There's a difference between a ministry and an industry. So unapata mtu ameokoka kwa TV anahojiwa, anaulizwa, since the day you entered into this industry. Mtu akiniuliza hivyo nitamcorrect first, not industry, it is ministry. I'll tell you why. Anasema tangu niingie kwa hii industry mambo imekuwa mzuri. Okay. Do you understand the meaning of industry? It is not in industry was not originated from the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanajua watuambie tu ukweli. Cause there comes a time industry inakuja inaisha, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. It doesn't last forever. But the word ministry, it is still lasts forever. Because the author of that name is still alive. He died and rose again. Now wakati ambapo unainuka tu kama muibaji mzuri, unaweza kusema niko kwa industry. Wewe ukituambia hivyo tutakwambia sidwe sana. Because kuna wakati utafika, the industry that you are speaking about if kuja kufika mwisho. That's why inawamaliza pole. Yes, tunaweza ona. But what we are seeing to them, not the glory of God, it is the glory of money. Bwana Yesu asifiwe. Tusipowaambia hizi, yesterday tukitoka mkutano Nairobi, ilikaanisha karibu na mama. Akaona, unajua mimi bendera yangu niliweka hapa. Siku ificha niliweka hapa. Sasa akaniambia, "Haya, ulikuwa kule kwa maombi." Nikamwambia kumeenda kutukua kuzuri, tumebarikiwa. Nao akasema hata mimi nilitangulia mapema lakini nimeona wamekawia nikaenda shughuli zangu. Akamwambia sawa. There's no problem. Hasa akiongea anaongea ameokoka. I am not judging, but there's something unataka uelewe. Sasa zile basi tunapatanga, si mnajua muziki yake ni ngumu sana upate ni gospel ndio hii. Sasa mama ameongea mambo ya Mungu, ameniambia mpaka kuhusu deliverance ile ya ukweli. Mimi namusikiza tu, unajua sometimes in a behavior as if I know nothing. Bwana Yesu asifiwe. So nikipata mtu akona kuongea sana, natulia nisikize. Because sasa mimi maneno yangu ikuangi mingi nakuanga tu chache. Unless sasa unipe microphone. Ndio sasa nikupe maneno ile niko na. Sasa nyimbo zinaendelea, sasa zilikuwa zimewekwa rege. Ikafika mahali kuna huyu jamaa muibaji anaitwa UB40. Sasa mnajua UB40. Akiimba hivi, I don't know hizo nyimbo zake zinakuanga zimefanywa what kind of sacrifice. Mama anasema huo muibaji yako sawa sana. Huo muibaji yako sawa sana. Sasa to me I knew him since the day nilitoka primary school. Hata nilikuwa nasikiza tu nyimbo zake nikiwa sijaokoka vizuri. Sasa akasema hata nikifika kwa nyumba nitadownload nyimbo zake tena. Sasa ni ule tuko na yeye hapa. You see vile ambavyo mtu anachotangwa unatolewa kwa ministry unaweka kwa industry. Hebu jichunguza wakati nyimbo zimewekwa na neighbor, kama wewe uwekangi secular song, thank God, na kama neighbor anawekanga, hebu jichunguze kama wakati mwingine unafanyanga vidole hivi. Ama unafanyanga mguu hivi. Ama kichwa. Unajua tutakuelewa tu kama umeokoka kamilifu. Praise be to God. Kwa hivyo do not accept kubebwa na industry. Maana industry siku moja
itafika itakutapika. Itakutapika. And I keep on urging us Christians, kama wewe ni muibaji, don't mention the name industry. It has no meaning in the kingdom. But when you mention industry, it can make you carry grace that is different. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? It's also glorifying God. Because industry was originated from the Illuminati world. The Illuminati world. Na unapata mtu anaiba gospel vizuri, watu wanapendezwa na yeye, lakini mahali wimbo imetoka, it is not the praise that God wanted ama would have desired. Tusimame kwa miguu yetu. Mimi sitaki niendelee, lakini nimesoma Corinthians chapter number 10. Tukasema lolote ufanyalo, fanye kwa utukufu wa Mungu. Everything that you do, do it in the priority of the kingdom of. Kila chochote unafanya, fanya ukiwa umewekeza ufalme wa Mungu kama nafasi ya kwanza. Yani utukufu wa Mungu, Mungu mwenyewe awe kwa nafasi ya kuonekana, sio ujulikane. But you see those people who speaks about industry, ni wale ambao utapata naiba gospel, huwa ameteremsha ako half naked. Akiinama hivi kuna vitu unaona. Wengine akiongea mbele ya watu ako half naked. Watu hawataki kujua, wanataka kuona vile amevaa. What about ministry? Unavaa ukiwa umefunika mwili vizuri. Inua mikono yako juu. Just worship his holy name. Mwambie Bwana, praise. From now on, oh God, I will be changed. I will be transformed, oh God. Everything that I do, in all my beginnings, I want to start a business, God. I want to get married, God. Sitaruka ati juu mtu ameniongeresha maneno mazuri matamu. Niko na pesa iko kwa account, but before I use money, oh God, I will inquire from you, Jesus. Somebody glorify his holy name. Mwambie Bwana, now I have realized, I have recognized that, oh God, you are the priority, because the Bible speaks about you all the times. You've said in the beginning, oh God, it is you. We seek ye first your kingdom, oh Jehovah. I worship your holy name because everything that I will do, my Father, nikiwa nataka kama ni pesa na niko na nguvu ya pesa, oh, ushauri ni kwako nitakuuliza. Nikitaka kufanya jambo hapa, nikifanya jambo lifanyike, umeniambia chochote ninachofanya, hey, nifanye kwa ajili ya utukufu wako. Even your glory, my Father, let it be the priority, not the glory of my money, no, not the glory of my family, no, not the glory of my wealth. I say no, but I declare, Jehovah, to you glory be back to you, Jehovah. To you receive all the honor and the glory, Jehovah. I will not do the things my own way. Sitafanya mambo kivyangu, hapana. Sitafanya mambo kivyangu juu niko na uwezo. No, I will not do things my own way because I have wisdom. I understand there is another wisdom that comes from the word of God that can make me be able to make things happen in a greater mighty way. Wakati ambapo nasema hekima yangu ondoka, hekima ya Mungu karibu, ufanye kazi katika maisha yangu, and God will be available in all our things because we have acknowledged on how to give him priority, to give him the glory, or to him be back the glory. Ni kwa sababu ya mambo ambayo inafanyika katika maisha yetu. Watu wa Mungu, kuna
kuna ushuhuda mwingi ambao unaweza kuwa umetolewa. Ni wachungaji wameombea waumini, lakini unasikia mtu anasema na kushukuru, ama mtumishi wa Mungu uko na nguvu sana. Yani vinywa vyao ni vya kutamkia na kumsifia mtumishi wa Mungu. Lakini siku ya leo tutambue na kusema ya kwamba utukufu kwa Mungu, maana nilipona. Utukufu kwa Mungu, maana hili lilifanyika, ni Mungu akanitumia, sio mimi. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati ambapo mtumishi wa Mungu Reinhard Bonnke, wakati anaombea watu wanapona, anawauliza ni nani amekuponya? Watu wanajibu wanasema ni Yesu ambao ameniponya. Sitataka sifa yoyote, ninataka Mungu ajulikane, ninataka Mungu atabulikane katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisaidie, Bwana niwezeshe, nijifundishe kunyenyekea na kubondeka. Utukufu wako uonekane, lakini sio utukufu wa pesa yangu, sio utukufu wa nguvu zangu. Hapana, najifundisha kunyenyekea, najifundisha kubondeka kama Daudi. Zaburi 51 kuanzia mstari wa 10. Hata iwezekane usome kuanzia kwanza. Daudi anaonyesha unyenyekevu wa kumbondeka, anamwambia Bwana niregeshe furaha ya wokovu. Oh God of grace, we worship you Jehovah today. Let your glory be manifested. Not the glory of money, not the glory of us like men, Jehovah. We will count ourselves as nothing without you, Jesus. We will count ourselves as nothing, my Father, without you, Jesus. And today we have come to realize and acknowledge that in the kingdom that we are, we have a king that is supposed to be prioritized, that is supposed to be given the first chance in everything that we do, no matter how able we are, no matter how wealthy we are. In the mighty name of Jesus. Lord, take charge, O God. We give you the priority, Jehovah. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. We worship you. Taka ujiandae, toa sadaka yako. And if you are here, unaweza taka tuombe, you can come, we pray. Mungu atakubariki. Baba, tunakushukuru, asante kwa sababu ya sadaka umetupa Jehova. Tunazirudisha katika uwepo wako. Zinapofanya kazi, fanikisha kazi ya mikono yetu. Na Bwana, tukashuhudie makuu na mema yako. Hata tunapotoa, tutoe kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen. Kama ungetaka tuombe, unaweza kuja. God will bless you. You can give your offering. Those online, there's a number displayed, or the till displayed. You can give through that number, and God will bless you also as you fellowship with us through your offering. Amen. Amen, amen. Apostle, unaweza kuja salimiane, tumalize tu. Mungu atawabariki. Tumpigie makofi anapokuja. Mchungaji ameenda fellowship, but I believe he's together with us even online, anaangalia. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa sababu ya ibada hiyo, ibada yenye nguvu kabisa. Jifunze sana kukaa ndani ya ufalme, na ukikaa ndani ya ufalme utapata vitu za ufalme. Lakini watu hawataki kukaa ndani ya ufalme,
lakini wanataka waenjoy vitu za ufalme. Kwa hivyo hiyo ndio shida kubwa ya Wakristo. Ndio maana unaona Wakristo ni maskini, Wakristo ni shida, Wakristo wameingia katika ufalme mwingine. Haleluya. Wanafanya vitu za ufalme mwingine, lakini wanataka kupokea vitu za ufalme wa Mungu. Haleluya. Ndio maana juzi nilikuwa naambia watu, kama wewe uko kwa government utaenjoy vitu za government, na kama wewe ni opposition hauwezi kuenjoy vitu za government. Haleluya. Na walio kwa government wanatetea government yao. Hata wale wako kwa opposition, hata wakipata government na waeze na mambo yaharibika, hata ikuwe mbaya zaidi, au utasikia mtu wako hapo anasema mambo imeharibika. Watanyamaza, watakula, wataenjoy, watatetea hiyo government. Kwa hivyo wewe pia tetea ufalme wa Mungu. Haleluya. Kaa ndani vizuri na wewe utaona matunda ya Mungu katika huo ufalme. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bwana wabariki sana. Labda kama wewe ni mgeni unijui, najua nimeongea tu nikijua watu wote hapa wananijua. Naitwa Apostle Nelson. Mimi ni sehemu ya ministry hii. Mchungaji tumetembea naye miaka mingi sana. Amen. Okay. Labda kuna matangazo mengine. Okay, sawa. Bwana wabariki, awatendee mema.